Kiukweli Ruwa'ichi mimi naweza kusema ni baba yangu kiimani, hasa kiimani, kwa sababu sisi wakazi wa Dar es Salaam, hasa jimbo kuu la Dar es Salaam, kila baada ya misa au kila kwenye misa lazima tutamuombea Ruwa'ichi ili atuongoze kwa weledi na kwa stahiki. Lakini hiyo kama itoshi, mimi mwanangu amepata kipaimara, Ruwa'ichi ndio alikuwa pale mbele akiwataja waumini kwa msamiati kama lofa, mpumbavu, njaa, msaliti na ndume wa kuili. Kweli Yesu Kristo mwenyewe anasema, na nukuu kwenye Mathayo 7:1, usimhukumu mtumishi wa mtu mwingine, akisitiza kuwa hukumu ya mioyo ni ya Mungu pekee. Tunauliza kwa haki, kwa dhamira safi. Biblia inaelekeza kwamba kama kuna tofauti au malalamiko yashughulikiwe kwa hekima na faragha. Kwa hekima na faragha. Yesu anasema, naomba ninukuu Mathayo 18:15, ikiwa ndugu yako amekukosea, nenda kamuonyeshe faragani. Aidha anaonya, msiwakwaze wadogo hawa kwenye Mathayo 18:6. Hoja zilizowasilishwa Vatikani hazijajibiwa. Ni muhimu kusisitiza kwamba chanzo cha mjadala huu ni barua halali iliyowasilishwa kwa balozi wa Vatikani nchini Tanzania na waumini wenzetu waliotanguliwa, Stanislaus Nyakungu na Elia Faustini. Nafikiri yote mliona, waandishi wa habari, waumini wenzetu walitangulia, walipeleka barua Vatikani, lakini kama ilivyotokea kiongozi wetu wa kiroho akajibu pasipo sisi kupata majibu ya waumini wenzetu waliotanguliza hiyo barua. Kwa hiyo barua hiyo ilikuwa ni ombi la kanisa kuomba tathmini ya uchunguzi juu ya mwenendo wa Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC.